Wakati zimebaki saa chache kufikia mechi iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu, mechi ya kwanza ya robo finali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wenyeji Al Masry ya Misri dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mechi itakayofanyika katika mji wa Ismailia kule nchini Misri. Ni kwamba Watanzania wapenzi na mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wanapaswa kujua kwamba mechi hii kama itakavyokuwa katika mechi ya marudiano itakayofanyika Aprili 9, kuiombea kwa kila hali Simba ipate ushindi. Faida kubwa mbali ya nyingine zote ni kwamba Simba itasonga mbele kwa hatua nusu finali. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Kwa sababu hizi ni mechi mbili za robo finali, mshindi wa jumla ndiye atakayesonga mbele kwa hatua ya nusu finali. Lakini la pili ni juu ya viwango. Viwango kwa maana ya taifa Tanzania bara katika viwango vya ubora wa shirikisho la soka barani Afrika CAF. Endapo Simba itafanya vizuri dhidi ya Al Masry na kusonga mbele, itaongeza pointi zake kutoka ilizonazo sasa pointi 72.5 na kuwa na pointi 77.5. Hilo ni jambo kubwa sana kwa nchi, kwa sababu kadri nchi inavyojiimarisha kuwa miongoni mwa mataifa 12 bora yenye ligi bora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, maana yake inajihakikishia kutoa timu 4 katika kila msimu kushiriki michuano ya klabu ya CAF. Klabu 2 kwa ajili ya ligi ya mabingwa barani Afrika, 2 kwa ajili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hivi sasa Tanzania ingali katika nafasi ya 6 kwa ubora wa viwango vya soka barani Afrika miongoni mwa ligi bora. Lakini Simba nayo iko katika nafasi ya 6 kwa viwango vya klabu bora barani Afrika kwa mujibu wa CAF. Kwa sababu nyingine, nayo ikishinda itapanda kutoka nafasi ya 6 iliyopo itakwenda nafasi ya 5 na pengine nafasi ya 4 kulingana na matokeo ya klabu zilizo juu yake ikiwamo Zamalek ya Misri. Sasa maana yake ni nini? Kutakuwa na faida mbili moja kwa moja. Moja kama taifa kwa kuzidi kujiimarisha kuwa miongoni mwa ligi kuu bora 12 barani Afrika ambazo kwa taratibu za CAF ndizo zinatoa timu 4 katika kila msimu kushiriki michuano ya klabu ya CAF. Lakini pili, kwa wekundu wa Msimbazi Simba watapanda zaidi kutoka nafasi ya 6 waliopo na kuweka rekodi ya aina yake haijawahi kutokea nchini kwa timu yoyote klabu nchini tangu taratibu wa viwango vya ubora kwa klabu kwa CAF kuanzishwa, timu kutoka Tanzania kuwa miongoni mwa top 5 miongoni mwa klabu 5 bora barani Afrika. Simba watafanya hivyo endapo tu wataitoa Al Masry. Hapa lazima tufafanuliane kidogo. Pale tunapozungumzia kwenye ligi iko hivi, mpaka sasa ligi bora kwa mujibu wa CAF kwa viwango hapa tunapozungumza ni ligi kuu ya Misri, ambayo yenyewe ligi kuu ya Misri ina pointi 170.5. Inayofuatia ni ligi kuu ya Algeria. Ligi kuu ya Algeria ambayo yenyewe ina pointi 130 kwa mujibu wa CAF. Namba 3 ni ligi kuu ya Morocco. Morocco ligi kuu yao ina pointi 127. Halafu namba 4 ni ligi kuu ya Afrika Kusini, PSL. Tunafahamu vizuri ligi kuu ya Afrika Kusini inashika nafasi ya 4 kwa sababu yenyewe ina pointi 111. Namba 5 kwa ubora ni ligi kuu ya Tunisia ambayo ina pointi 82.5. Namba 6 ni ligi kuu Tanzania bara. Tanzania bara ambayo yenyewe mpaka sasa ina pointi 72.5. Namba 7 hapa pana ligi kuu ya Angola ambayo yenyewe ina pointi 55. Lakini inayofuatia ni ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC ina pointi 45. Ya 9 ni ligi kuu ya Sudan ina pointi 40. Halafu ya 10 inayokamilisha ligi kuu 10 bora barani Afrika ni Ivory Coast
Ivory Coast yenyewe ina pointi 38. Ligi nyingine mbili zinazofuatia hapo chini ikiwemo ligi kuu ya Libya, ligi kuu ya Nigeria zinakamilisha ligi kuu 10 bora 12 ambazo kwa mujibu wa CAF ni ligi ambazo zina vibali vya kutoa timu 4. Kwa lugha nyingine, kila nchi barani Afrika inapambana iwemo katika orodha ya 12 bora, kwa sababu ukifanya hivyo unakuwa na timu 4 kwenye michuano ya klabu ya CAF. Nje ya 12 bora, timu kuanzia ubora nambari 13 na kuendelea miongoni mwa mashirikisho 54 ya CAF ni kwamba zenyewe zinatoa timu 2. Kwa hiyo tunaona kana kwamba Simba wakifuzu kwa hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika wakiongeza pointi 5, kama taifa tutakuwa na pointi 77.5. Maana yake tutapunguza gap baina yetu na Tunisia kwa pointi 5 kutoka pointi 10, ingawa itategemea sasa performance ya Esperance de Tunis, wawakilishi wa Tunisia ambao wanashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Endapo Esperance de Tunis wakishinda, baada yake bado tutaendelea kuachwa kwa tofauti ya pointi nyingi kuliko ambavyo Esperance wakikwama. Faida tu ni kwamba pia Simba ikisonga mbele tutaongeza akaunti yetu kama nilivyotoka kuonyesha hapa pointi 5 zaidi. Tutakuwa tumewacha zaidi Angola ambao bado watabaki na pointi 55 kwa sababu mpaka sasa hawana timu inayoshiriki michuano yote ya CAF, ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho. Lakini DRC wao wana pointi 45, tutazidi kuacha. Maana yake ni kwamba Simba kadiri watakavyoongeza point, ligi kuu Tanzania bara itazidi kuwaacha wale walio nyuma yake, itazidi kuwakaribia wale walio juu yake na hasa Tunisia. Lakini hapo ni kwa maslahi ya taifa zima, kwa maslahi ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba nako kuna faida nyingine ambayo ni ile niliyotoka kuigusia ya kuweka historia kuwa miongoni mwa klabu 5 bora barani Afrika kwa viwango vya CAF, jambo ambalo hakuna timu Tanzania imewahi kufikia kiwango hicho wala ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Ndio hivi sasa kwenye orodha ya viwango vya ubora wa klabu kabla ya mechi hizi kuchezwa, namba 1 ni Ahli ya Misri, yenyewe ina pointi 73. Ahli pointi 73, hii ndo namba 1. Namba 2 ni Esperance de Tunis ya Tunisia. Esperance de Tunis ina pointi 57. Namba 3 ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Mamelodi ina pointi 52. Namba 4 ni Zamalek ya Misri, yenyewe Zamalek ina pointi 42. Namba 5 Wydad Casablanca ya Morocco ambayo ina pointi 39. Namba 6 mnyama Simba ambaye Simba ina pointi 38. Namba 7 tunajua ni USM Alger yenye pointi 37. Namba 8 ni RS Berkane. Berkane ina pointi 37 kama USM Alger, lakini USM Alger iko juu kwa sababu pointi zenu zikilingana kwa viwango vya ubora kwa mujibu wa CAF, yule aliyepata pointi zake hivi karibuni zaidi ndiye anayekuwa juu. Kumbuka viwango hivi, pointi hizi zinaangalia performance, ufanisi wa timu kwa misimu 5 kuanzia msimu uliopo. Msimu huu kurudi nyuma tutakwenda mpaka msimu 2020-21. Lakini namba 9 ni CR Belouizdad. CR Belouizdad ya Algeria ina pointi 36. Namba 10 Yanga wananchi ambao wao Yanga ina pointi 34. Tunafahamu 11 hapa pana ASEC Mimosas. ASEC ina pointi 33. Kuna Al Hilal Omdurman, Hilal ina pointi 32. Kuna Pyramids ya Misri, Pyramids ina pointi 32 kama Al Hilal Omdurman na kadhalika. Lakini kuna timu bado zina nafasi ya kuongeza point kwa sababu zingale zikishiriki michuano ya CAF, ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Al Ahly wanaweza kaongeza wakabaki na hizo kwa sababu bado wanashiriki. Esperance bado wanashiriki. Mamelodi bado wanashiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Zamalek wapo katika kombe la shirikisho, kwa hiyo bado wanao uwezo wa kuongeza hizo pointi. Wydad hawashiriki, kwa hiyo Wydad hawawezi kuongeza pointi zao zinabaki hizi 39, hawamo kwenye ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho. Simba wana uwezo wa kuongeza, wakiifunga Al Masry zile pointi 5 wakiongeza zitakuwa pointi 43. Lakini kuna USM Alger, hii inaweza ikaongeza. Berkane inaweza ikaongeza. CR Belouizdad haiwezi kuongeza kwa sababu ishatolewa, haishiriki ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho. Yanga haiwezi kuongeza kwa sababu ishatolewa. ASEC Mimosas wanaweza kuongeza pointi zao 33. Lakini Al Hilal Omdurman wenye pointi 32 wanaweza kaongeza pointi zao
kwa sababu bado wanashiriki robo finali ligi ya mabingwa. Pyramids wanaweza wakaongeza. Kwa lugha nyingine, Simba mpinzani wake mkuu hapa ni Wydad ambaye hawezi kuongeza pointi. Simba ikishinda itafikisha pointi 43 na hivyo Wydad itaipita, lakini itaanza kuchuana sasa na Zamalek. Zamalek yenyewe pia inacheza hatua ya robo finali. Ikitolewa kwa mfano ikashindwa kufuzu nusu finali, mabingwa watetezi wa michuano hiyo, maana Simba itakuwa juu ya Zamalek, itakuwa ya 4 kwa viwango vya ubora baada ya Al Ahly, Esperance de Tunis. Mamelodi, Simba itakuwa na pointi 43 endapo itashinda, kwa sababu Zamalek wana pointi 42, Simba itakuwa hapa. Mnyama ndo atakuja kusimama hapa, itakuwa ndani ya top 5 tena ya 4 kwa ubora barani Afrika. Lakini ili kufikiria pointi za Simba, masuala ya kufikiria Zamalek chukulia kwamba Zamalek nao wameshinda. Wakishinda Zamalek wataongeza pointi zao kwa 47, Simba wataendelea kwa nyuma ya Zamalek, lakini watakuwa wameingia 5 bora kwa sababu Wydad hawamo, watakuwa shapitwa na Simba. Kwa lugha nyingine, ewe Mtanzania, ewe mwana Simba, una kila sababu kuiombea Simba ili ifanye vizuri. Wachezaji, benchi la ufundi waamke wakiwa timamu kimwili na kiakili, watekeleze mipango kazi ya kiufundi, wapate matokeo chanya dhidi ya Al Masry na kujiwekea mazingira mazuri katika mechi ya marudiano Aprili 9 hapo kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, ili mwisho siku isonge mbele, iongeze pointi zifike 43 na kuwa miongoni mwa top 5 club barani Afrika. Hapa yote haya tulikuwa tunakumbushia kwa sababu tunatambua sisi Mbwaduke Star Sport Next Level tulishafafanua siku za nyuma, lakini kwa sababu tunaelekea mechi hii, yamebaki masaa machache kabla ya kuchezwa, ni vyema kukumbushana juu ya umuhimu wa mechi hii kwa taifa na kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Je, nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri, kwa sababu hata Al Masry wanatamani nao wapande. Hata Al Masry viwango vyao vya ubora hawako vizuri. Wao wako katika nafasi 21 hivi sasa kwa mujibu wa CAF, wakiwa na alama 14. Wakishinda dhidi ya Simba katika mechi zote mbili kwa matokeo ya jumla, maana yake nao wataongeza pointi kutoka 14 walizonazo zitakuwa pointi 19. Yote kwa yote tusubiri katika mechi hii ambayo ni muhimu sana kwa Simba, muhimu kwa taifa la Tanzania, muhimu kwa Misri ambayo nayo Al Masry wana maslahi nayo, ikishinda naongeza pointi katika ligi kuu yao. Mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una comment na kulike. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.